wakati nilipofika huyo msichana mmoja alianza kunielezea. Kaniambia hapo kuna vile hao watu wanakaanga ni kama wanakuanga na mashetani hivi. Na kaniambia changamoto za hapo mwanzo ni chakula ilikuwa ni shida hapo, vile nilimpata alikuwa hivyo akaniambia hivyo unaona ndio hivyo ndio ilivyo. Yaani saa hiyo unaweza kushikwa na usingizi mwingine ujue umetoka wapi. Usingizi huwezi kucontrol. Unasikia tu ni ulale. Unaanguka tu hapo kwa kiti. Ukilala hapo unaanza kunyongwa tu hapo. Unaona tutatu tunakuja. Tundogo sana. Lakini utuwezi. Unaona kama unaweza kutupiga lakini huwezi ukatupiga. Unanyongwa tu hapo. Ukiamka unapata huyo mama amesimama tu hapo kwa stairs. Sasa unashindwa umetoana wapi na mama. Although sasa hao watu watatu wakikuja saa ile unanyongwa unasikia wakimuongelesha huyo mama. Unasikia huyo mama anamwambia fanyeni haraka. Unaona? Sasa hiyo akiwaambia fanyeni haraka unaanza kunyongwa sasa. Utanyongwa na wakikuachilia tu unapata huyo mama amesimama hapo kwa stairs. Sasa hizo shida tulikaa nazo sana. Kwa hiyo mwaka tuseme hii miaka 2 ya kwanza. Juu kuna wakati nakumbuka nilienda hapo kwa mama nikisafisha chini ya carpet, si mpaka una roll carpet. Ndio uweke kando usafishe, ukimaliza kukikauka unaregesha. Nilipata shilingi 3 hapo chini ya carpet. Hizo shilingi 3 nikachukua nikawekelea juu ya meza. Kitambo nimalize kukunja carpet, huyo mama alikuwa ameshuka kutoka juu. Akakuja, akachukua zile shilingi na akazikisi hivi. Na akaniuliza umetoa wapi? Nikamwambia zilikuwa hapo chini ya carpet. Akaondoka akiongea Kiarabu akapanda mpaka juu. Sasa ile shilingi alirusha pamoja na ile kofia. Tulizirusha hapo. Juu nilimwambia hizo shilingi ni za nini sasa? Nikarusha hapo. Shilingi na kofia tulizipata nje ya mlango. So, mureli wa Faruthi wa Watu TV, yukiageithi cia komera huko eno, tugacokia ngatho ni undu wa wiroreri waku ona support yaku, tugacokia ngatho muno makire. Thengio ni kuri we subscribe thiini wa channel ya Faruthi wa Watu TV. Cokoho confirm kana subscribe tondu tinyu othe mugi subscribe na kirikoria raisiti andu ingi makoma subscribe channel hii tunone matwirораgira na ne matwendete na aiko ni twendete na ni twirораgira ai confirm kana subscribe nigetha hingo ciothe turaingira riera-ini ndurahetũko ni undu no mwe tureka. Twina Christmas special package kuri andu aria twanateithia up next ni roka icikuhi na koguo ningi igako ya tariki 7 mweri uyu wa December na koguo no wega gukuririkania ugako hamwe na ithui ni tuko to confirm time uguo no wega rumirire tabarira citu ciote ni gatu confirm time na muno makiria ndecirie kambiriria hau midday kindu ta 3 or so. We shall confirm that one wera tabarira citu ni gako muthenya wa gutuga andu aria amwe tuteithĩtie hamwe na mafans aitu na koguo no wega gatunyi ukanyitania na ithui amwe aria turatanya magakorwo ho ni Hiram na family yake Virginia, mudogo wetu Alice na Francis, and of course kapoire arwai ana kamodo na ngenge aria tukagituga muthenya ucio wa tariki 7. Ucio no by the way ndakuhuteria na koguo nona wa subscribe ndukahetũko ni event hiyo gakoi event ya gikeno no tikurira ni kuri andu acio magereire tugacokeria Ngai ngatho ni part of the successive projects iria twikite guku kwa Faruthi wa Watu TV. Okay, make sure no subscribe ndukariganirwa na no wega ku join utwike mu member nigetha hotae go support tabarira cito undu mwana go partner na Faruthi wa Watu TV ugenda go partner ukuhura 0712 80 90 89 0712 80 90 89 ugenda utwika partner wa Faruthi wa Watu TV nigetha hotae kuruta project icio twe hamwe ndenda tutirihe goal Faraja Gardens phase 4 tu no gutiriha turatiriha
na ino ni kambuni iri ikoragwo inyitanire na Barothi wa Thayo TV maundu-ini maitu mothe na koguo no ga gukuririkania Faraja Gardens Phase 4 ikire hona area raini na ni kurikirira rarikirira na ndoka gukumenyithia uhoro wigie gukorwo ithiite ugwikirikagirira uthigitie broti kindu 20 na koguo ino ni project irorete kuinekirira na riu turenda kuhinga project iyo hopefully by Saturday no veronka riu ri nawe kiri ogwika ni utumane by Saturday wa gutumana by Saturday ngocituko twikuhingiriria nja wa Faraja Gardens Phase 4 ni project ya Golden Dreams Lands and Properties Limited. Project ile ikuria matu dagika katushita 15 kuma matu todo dagika 10 guthie nacio hari ya mutu wa mwaki Kivadini bypass ucoke wingire dagika 5 na ni gwikora barabara ni iragithondekirwo wega muno makirio hetuke Faraja 1 2 3 ikire hau mbere nigetha ukinye kwi 4. Now actually we mutu wa mwakirie Faraja 3 ndikire hau mbere. Faraja 3 ikoragwo 500 meters kuma highway kana kuma hali ya Kivadini bypass hetukire. Project ino ni ya 50 by 100 na mai maria tureja kuria phase 2 marathie nginya phase 4 mekuhungura kuu guothe. Project ino ndio ngiri magana meri we uragura na installment urute deposit ya ngiri 50 icio ingire kahora kwa ihinda ria mieri 6 sawa sawa. We urenda kuigithia kana kugura cash ni ngiri 190 no gicagure broti igire kana 3 weigithie citanathira. Riu ri ugwika atiriri na bethe mbeca icio ni inclusive of title deed ikatiriri hora namba ici etia mafu totirihe Faraja Gardens Phase 4 nigetha wona twatirihe Faraja Gardens Phase 4 ri gikaro kingi tugoka gukwira title nacio cia matuka tutu gardens ri turaciheana rina ndoguo na tuthiite wega we tirenda kuhinga mwaka na thire waya namba eno 0798008008 iyo ni namba yakwa uka inbox twaranirie njitia mafu 0798008008 kana 0729870822 0729870822 iyo ni namba ya director. So fanya mipango nigetha tukao tukiangalia Golden Dreams Land and Properties Limited. Faraja Gardens Phase 3 Nethiru riu ureheirwo Faraja Gardens Phase 4 dagika 10 kuma Matu Town Kivandini Masinga bypass. Broti ici ni cia 50 by 100 thogora ni 200,000 deposit 50,000 balance urihena mieri 6 wagura cash ni 190,000 marĩhi maya ni marogamirire nginya title irigicĩirio ni Matu Level 4 Hospital borithi ya Matu kanitha mashukuru wavici ya governor Masherere Ruiru Town BD House 3rd floor Vimone 0729870822 kana 0798008008. Golden Dreams Land and Properties Limited, your home, your comfort. Ndina mugeni muthenya wa umuthi na mugeni wakwa ndaiguaga Gikuyu aiguaga Gikamba ugo ndagweta Matu ndirona thituka tondu nwamangu Elia jana kukua. So my sister, karibu sana Lydia. Asante. Najua ume quarantine. Lakini umekaa kwa muda. Mimi nimepima niko sawa. Uko sawa? Very good. So you are Lydia who? Lydia Makao. Lydia Makao. Yeah. So Lydia Makao na utaongezea sauti. Okay. Lydia Makao ni Makao. Lydia Makao. Amekuwa mkaaji nafikiri kwa muda wa miaka 4 kule Bahrain. Bahrain ni part of zile nchi za Uarabu ama Uarabuni. Na amekuwa akifanya kazi huko. Most of the challenges yenye amepitia we are here to cover them. Okay. Na the reason as to where alitaka kucover hizo challenges, kuna wakati alikuwa anatutafuta na Virginia na akabahatika kusaidika akiwa huko na akakuja hadi Kenya. Lakini kuna zile changamoto zilifanya atake kutoka hizo nchi. We are not discouraging people not to go there because there are places which are good, but it's good to cover some of these things. Maana kuna watu sana wengi wamejaa inbox wanataka kuevacuatiwa kutoka huko, wanapitia mashida kadhaa, but we need to know hizi mashida hutoka wapi. Because amekuwa huko for 4 years, si kumaanisha ameteseka for 4 years. Kuna zile best moments. Lakini ni wapi inafika mnakosana na mfanyikazi wako na inakuwa ngumu sana kuweza kukaa huko. So Lydia Makao, salimia wa Kenya na tuanze hapo nafikiri.
Okay. Hamjambo. Kwa majina naitwa Lydia Makau na nimekuwa Bahrain kwa miaka 4 na miezi 2 na unatoka wapi? Nimetoka Kitui. Mahali kunaitwa? Kwetu ni Kitui. Hapo tu Kitui town. Ukiwa hapo Kitui town niko karibu hapo. Okay. Yeah. So Kitui town. Yeah. Ulikuja kwendaje Bahrain ama ulilelewa vipi ndio ufike mahali uone sasa maisha ya Kenya ni kama itakuwa ngumu? Unajua kufanya huo uamuzi si kawaida. Kwa hiyo ukiona mtu anafanya uamuzi wa kutoka Kenya aende nchi za nje kufanya kazi, hakulala akaamka na akafikiria. Kweli. So how were you brought up ndio ufike mahali useme utaenda? Nikienda Bahrain kwanza nilikuwa kwa ndoa na ile ndoa ilikuwa iko na matatizo, ndio maana niliona tu sababu hii ndoa niliona haiendi vizuri, nikaamua kuondoka, nikaondokea ile ndoa. After that ndio decide kwenda, ndio nikapata agent akanisaidia nikaenda Bahrain. Umekimbia ama yani kitu ya ulipanga kwa muda mrefu umeisummarize na 45 seconds. What happened? Unajua huwezi sema ati niliingia kwa ndoa nikatoka nikaenda Bahrain nikafika. Nimesema nilikuwa nimeoleka. Na tulikuwa na mfurugano tu na mzee pale. Ikawa ndoa haiendi vizuri. Na ninakumbuka kuna wakati huo kuna huyu bi msafari huwa anakuanga na kwa Citizen. Wakati huo alikuwa anaambia watu sana, kama unaona ndoa yako haiendi vizuri, afadhali uondoke. Usingojee kuwa. Wakati huo watu walikuwa wanauana sana. Na mimi nilikuwa kwa hiyo situation. Mlikuwa mnapigana na bwana wako? Sikupigana. Mimi hakuliwahi nichapa, lakini alikuwa na hizo vitisho. Anakuja anashika kisu, anakuambia nitakuua na nijiue. Na kesi iishe. Alikuwa na vitisho. Sasa kuna wakati alikunywa dawa sumu. Ananiambia ninaikunywa hapa nikufe, wewe ndio utafungwa maisha. Utaambiwa ni wewe ulinipea hiyo dawa. Unaona? Sasa akawa kuna vitisho, mimi nikaona hii haiendi. Nikawa ninaambia wazazi wake. Wazazi wake walikuwa wazuri sana. Mpaka leo hii tuko friends sana kabisa. Walikuwa wazuri. Nikiwaambia walikuwa wanajaribu kurekebisha, wanaongea na yeye, anasema anasikia, lakini alikuwa kabisa asikii. Siku 2-3 anaanza tena. Chanzo cha mazozano yenu ile alikuwa nini? Ni tu nyumbani kuwa provide. Na sasa unaona ni wewe ulipe nyumba, ni wewe ununue chakula, kila kitu. Yeye akipata pesa yake ni ulevi. Kwa hivyo tunaweza sema chanzo cha watu kuamua ama kufanya uamuzi wa kwenda nje ya nchi mwanzo ni ndoa. Nafikiri watu wengi sana wenye nimeongea nao wana complain kuhusu ndoa zao hata Merab mwenyewe alikuwa hapa. Issue tu ilikuwa familia. Ikaleta shida, mnaona kwa kutorokea sasa ni nje ya nchi. Sasa unakuwa una otherwise unataka tu maisha mazuri. Sasa unaona huku Kenya ukianza kutafuta kazi upati na ukipata ni zile vibarua. Sasa sometimes unafikiria tu afadhali tu niondoke, niende huko at least nikifanikiwa, nipate pesa kiasi, nisaidie familia yangu. So ulikaa vipi ukaamua sasa wacha sasa? Maana huu mzee naona ni kama hatuelewani. Tulipoachana tuliachana mwezi wa 2. Sasa kutoka hapo ndio nikaanza kufikiria mambo ya kwenda, nikaenda nikaona agent akaniambia nisubiri. That was when? 2017. Mwezi wa 2 ndio tuliachana. Sasa mwezi wa 5 ndio nilienda nikamuona agent. Baada ya kutafuta tu vibarua ninaona sifanikiwi. Nikamuona nikamuelezea ninataka kwenda. Akaniambia ni sawa nisubiri, akipata sponsor ataniambia. Ndio tulikaa kama miezi 2. Akanipigia simu akaniambia niende kwa ofisi, nikaenda na akanitafutia kila kitu, akanitengenezea kila kitu mpaka visa. Ndio after election niliondoka mwezi wa 8. So ulienda kufanya kazi gani ama alikwambia unaenda kufanya kazi gani? Ilikuwa ni kazi ya nyumba. Kwa hivyo ulijua umetoka unaenda kazi ya nyumba? Nilijua naenda kufanya kazi ya nyumba. So nikatoka hapa mwezi wa 8 tarehe 18 ndio nilitoka huku.
Nikaenda, nikafika vizuri, nikapokelewa vizuri, tukakaa. Lakini sasa nilipofika, madam mwenye alinipokea sikuwa ninakaa kwake, nilikuwa naenda kwa mama yake. Naenda kwa mama yake, narudi jioni huku. Juu hapa alikuwa na msichana mwingine. Sasa mimi nilikuwa naenda asubuhi na watoto, tunakaa kwa mama yake, nafanya kazi kwa mamake, lakini jioni juu kule hakukuwa mahali pa kulala, tunarudi huku tunakuja kulala. Sasa nikaendelea kufanya hiyo kazi hivyo, nikafanya kwa mwaka moja, nikienda kwa mamake, mwaka moja na nusu, nikienda kwa mamake, nikirudi huku. Sasa huyu msichana mwenye tulikuwa na yeye hapa, alikuwa huku kwake, sasa akaondoka. Alipoondoka sasa ni mimi nikarudi huko sasa. Nikaanza kukaa huko. So kutoka hapo, sasa wajua hapa katikati kulikuwa na hizo changamoto sasa. Katika huo mwaka moja na nusu. Gani hizo? Katika huo mwaka moja na nusu kulikuwa na vitu zilikuwa zinaendelea pale. Na wakati nilipofika huyo msichana mwanzo alianza kunielezea. Kaniambia hapo kuna vile hao watu wanakaanga ni kama wanakuanga na mashetani hivi. Na kaniambia changamoto za hapo, mwanzo ni chakula ilikuwa ni shida hapo, vile nilimpata alikuwa hivyo, akaniambia hivyo unaona ndio hivyo, ndio ilivyo. Shida ya chakula, alafu marabu kawaida yake ni kelele. Hiyo huwezi kuiondokea. Hiyo huwezi kuondokea ya Mwarabu. Mwarabu kelele hiyo ni yake. Wanawake wanawake sana sana. Wanaume si sana juu ampatani sana na wanaume. Na hauruhusiwi sana kuongelesha. Kwa hivyo wewe unadili na huyo mama mwenye umempata pale kwa nyumba. So nikakaa sasa tukawa tunapigana sana na mashetani. Ndio maana sasa lakini wakati huo mashetani. Kulikuwa na mashetani katika ile familia. Mkilala usiku mnanyongwa usiku. Aya, mimi nikiondoka huku nikienda kule kwa mama asubuhi, nafika nifanye kazi zangu. Ikifika saa 3 ni saa ya kupumzika juu hawaamki mapema. Wanaamka saa 4 saa 5. Sasa ikifika saa 3 kama umefanya kazi, umesafisha, umemaliza, unapumzika kidogo, mama akiamka. Yaani saa hiyo unaweza kushikwa na usingizi mwingine ujue umetoka wapi. Usingizi huwezi kucontrol. Unasikia tu ni ulale. Unaanguka tu hapo kwa kiti. Ukilala hapo unaanza kunyongwa tu hapo. Unaona mtoto 3 tunakuja. Tundogo sana. Lakini utuwezi. Unaona kama unaweza kutupiga lakini huwezi ukatupiga. Unanyongwa tu hapo. Ukiamka unapata huyo mama amesimama tu hapo kwa stairs. Sasa unashindwa umetoana wapi na mama. Although sasa hao watu 3 wakikuja saa ile unanyongwa, unasikia wakimuongelesha huyo mama. Unasikia mama anamwambia fanyeni haraka. Unaona? Sasa hiyo akiwaambia fanyeni haraka, unaanza kunyongwa sasa. Utanyongwa na wakikuachilia tu unapata huyo mama amesimama hapo kwa stairs. Sasa hizo shida tulikaa nazo sana. Kwa hiyo mwaka tuseme hii miaka 2 ya kwanza. Hiyo miaka 2 ya kwanza. Juu kuna wakati nakumbuka nilienda hapo kwa mama nikisafisha chini ya carpet, sio mpaka una roll carpet. Ndio uweke kando usafishe, ukimaliza kukikauka unaregesha. Nilipata shilingi 3 hapo chini ya carpet. Hizo shilingi 3 nikachukua, nikawekelea juu ya meza. Kitambo nimalize kukunja carpet, huyo mama alikuwa ameshuka kutoka juu. Akakuja, akachukua zile shilingi na akazikisi hivi. Na akaniuliza umetoa wapi? Nikamwambia zilikuwa hapo chini ya carpet. Akaondoka akiongea Kiarabu, akapanda mpaka juu. Akaenda huko. Nikwambie hizo shilingi 3 usiku lala. Walikuja wanawake 3 usiku nikilala, wakakuja, wakaniambia, nikashindwa wameingia aje na tumefunga mlango. Tulikuwa na huyo mwenzangu hapo. Alikuwa hajaondoka, bado tulikuwa na yeye. Nikashindwa wameingia aje hapo. Wakaniambia, unakumbuka zile shilingi ulichukua? Nikawaambia Wakaniambia hizo shilingi ni sisi na sisi tunakaanga tukiwa tu 3 na tuachani. Kwa hivyo siku nyingine ukitupata utuache tu, usitushike. Nikawaambia sasa nilijuaje kama ni nyinyi? Mimi nilichukua kama ni pesa. Wakaniambia sisi tumekuambia. Alafu wakaniuliza, na mbona wewe haukuvalishwa kofia na mwenzako alivalishwa kofia? Nikawauliza kofia gani?
Wakaniambia mwenzako si yako na kofia, nikamwambia mimi sijui, sikuona ile kofia. Sasa wakaniambia sisi tunaondoka, lakini siku nyingine usijaribu kutushika. Nikamwambia ni sawa, wakaenda. Mimi nikashtuka. Niliposhtuka, ni kwa ndoto ama ni live? Ni kwa ndoto. Sasa nilikuwa nimelala, ni usiku tumelala, lakini nikawaona wamekuja. Wakaniambia hivyo. Sasa ndio nikamwamsha huyo mwenzangu. Nikamwambia, ndio nilipofika kwanza nilimwelezea kuhusu zile shilingi niliona na vile ule mama alifanya. Akaniambia wewe omba sana. Ndio usiku ndio wakakuja sasa tulikuwa tumelala. Sasa nikamwelezea, nikamwambia kwani wewe ulivalishwa kofia? Juu mimi nimeulizwa kama kwa nini sikuvalishwa kofia kama wewe. Huyo msichana ndio alikaiva akakumbuka akaniambia na ni kweli. Nilipoingia hapa kitu ya kwanza, juu ukifika huko wanakufunikanga kichwa. Nywele yako wasione. Nilipofika tu kitu ya kwanza, huyo mama ndiye alimvalisha kofia. Akamwambia ukaange ukifunga kichwa. Usikae kichwa yako ikiwa wazi. Alafu nikamuuliza na hiyo kofia iko wapi? Akaniambia mimi hata sikuitumia but niliiweka tu iko tu hapa kwa manguo. Huyo msichana alienda akatoa hiyo kofia, akaniambia na imekuaje wameitaja hiyo kofia? Ndio maana niliteseka hivyo. Nimeteseka sana hapa. Nikamwambia basi hiyo kofia ujue iko na vitu zake. Ndio alienda hiyo usiku alitoanisha manguo akatoa hiyo kofia akairusha kwa dustbin. Akuirusha kwa dustbin tukalala. Tulipolala asubuhi tukiamka ile kofia tuliipata nje ya mlango. Tuliipata nje ya mlango. Alafu mimi nilikuwa na shilingi zangu nilikuwa nimeweka hapa chini ya pilo. Shilingi nilikuwa nimepewa huko na huyo mama. Shilingi. Sasa nikafika nikamuuliza, sasa hii shilingi alinipatia za nini? Shilingi. Akaniambia, wewe nilikwambia ukikaa hapa wewe ni muombaji sana. Ukae ukiomba hata ukiwa huko huo ukiomba sana. Sasa ile shilingi alirusha pamoja na ile kofia. Tulizirusha hapo. Juu nilimwambia hizo shilingi ni za nini sasa? Nikarusha hapo. Shilingi na kofia tulizipata nje ya mlango. Tulizipata nje ya mlango. Na hii ni story real. Huyo msichana kama angekuwa na watch hii anaweza kuconfirm ni ukweli. Sasa ndio tulikaa na hizo shida za kupigana na mashetani. Sasa unakaa mgonjwa siku zote, hujui shida ni nini. Hauna amani, tunakaa hivyo, shida chakula ni shida pale kukula, lakini kule kwa mama chakula ilikuwa ulikuwa unakula. Hata kama unapewa kiasi gani lakini at least alikuwa anakupea. Lakini huku kwa huyu msichana wake unaweza kukaa hivyo, kuna mikate huko inaitangwa kobus. Hizo mikate unaweza kuzikula wiki nzima. Juu chakula hakuna. Alafu pale ukifika unaambiwa chakula yako ni mchele ya white na vegetables. Hiyo ni chakula utengeneze yako ukule. Mchele ya white na vegetables. Hiyo ndio chakula yako. Alafu mkate atakupatia na chai. Na mkate akinunua moja ni imalize wiki. Juu anunui mkate tena kabla hiyo wiki haijaisha. Alafu ujue hiyo mkate utaikula asubuhi, mchana na jioni. Juu hakuna chakula ingine. Na ukikula ikiisha ujue usiitishe mkate. Hiyo ndio ilikuwa ni shida ingine. So tukakaa kwa hiyo shida, huyo mwenzangu akawa sasa ameshindwa kabisa, hawezi kuendelea. Lakini alikuwa alimaliza tu contract yake. But hiyo siku yenye alimaliza tu ndio aliondoka. Hakuongeza hata siku moja. Na lakini alikuwa mbaya. Huyo sasa hata sijui angeongezea wiki moja kama angetoboa huko. Alikuwa mbaya mwili wake, hata akirudi nyumbani ni vile siwezi kuonyesha picha za watu. Sasa huyo alipoondoka sasa mimi nikarudishwa huko. Nikaanza kukaa huko sasa. Tukakaa kwa miezi 6. Kule kwa mama kukaletwa mtu mwingine. Sasa tukawa tunakaa. Shida ni hiyo. Kazi ya Mwarabu ni ile. Kazi ya Mwarabu ni nyingi. Haishangi. Kazi kwa Mwarabu haishangi. Unafanya kazi unaambiwa 14 hours. Ukiamka asubuhi hata saa zingine unashindwa. Mbona hii kazi inakuwa nyingi? Umefanya kazi umechoka lakini haiishi. Huyo mwingine alipokuja tukakaa tu na hivyo na yeye. Lakini sasa huyo alipokuja after 2 years, sasa zile mashetani zikawa ni kama zimeishaisha nguvu, sijui ni kuisha nguvu ama ni walifanya nini. Haikuwa nguvu vile kama pale mwanzo. Lakini sasa ilikuwa ni ukilala unasikia kama unakaliwa na kitu. Unasikia huwezi kuamka, huwezi kuinua mkono, unalala, ukiamka asubuhi uko mzito, alafu unafanya kazi usiku unaamka, yani unapata umefanya kazi, unaosha nyumba kubwa,
unaosha hizo nyumba. Ukiamka asubuhi umechoka, lakini unajipata bado uko kwa kitanda. Sasa unashindwa, hiyo kazi nimefanya, hizo manyumba nimeosha ni za wapi? Sasa hiyo ikawa ni hiyo. Sasa hiyo ilibadilika, ile ya kunyongwa ikaisha. Kwa sasa hakuna kunyongwa. Sasa ni kazi. Ni kama uko usingizi lakini unalala ukifanya kazi. Unaona unaosha manyumba makubwa, lakini ukiamka unajipata uko kwa kitanda. Lakini umechoka kweli. Alafu sasa hiyo ya kukaa ukilala unasikia kitu imekukalia, na ukijaribu kuitana sauti haitoki. Ukijaribu kuinua mkono hauinuki. Sasa hapo ndio tulikuwa tunakaa tunashindwa, kwani ni nini ina happen huku. Lakini alipokuja nilimweleza hizo shida zenye tulipitia, na nikamwambia wewe ukienda huko uwe unakaa ukiomba, na ujue huko zenye kitu utapatana nacho huko, ujue sisi pia tulipatana na hizo vitu huko. Sasa nikawa nimemwalert. Sasa yeye akawa lakini miezi mitatu tu ikawa ameshindwa na hiyo kazi. Anasema hapana, mimi nataka kurudi Kenya. Nataka kurudi, siwezi hii kazi, siwezi tena. Nataka kurudi mimi. Sasa ndio tukaendelea hivyo. Nikawa tu na encourage, namwambia venye tumepitia, na mimi sasa umekuja umepata nimeongezea mwaka ingine. Tuzidi tu kuvumilia juu tumekuja kutafuta, hakuna njia ingine. Na hakuna kwa Mwarabu kuzuri utaenda useme ati huku ndio kuzuri. Unaweza kutoka hapa uende kwingine upate kwanza huko ndio kukali kuzidi huku. Kwa hivyo tuvumilie. Alivumilia mwaka moja. Akasema hawezi kuendelea tena. Yeye akaomba kurudi. Sasa ile kuomba kurudi nayo alipata mashida mengine mengi sana, lakini hiyo si ya kwangu. Sasa mimi nilikaa hiyo mwaka tukamaliza nikiwa na yeye, nikaongeza ingine hii ya 4 sasa. Nikakaa sasa nimebaki peke yangu. Kule kwa mama hakuna mtu sasa. Lakini nikakataa kwenda kufanya kazi huko juu unaambiwa ukafanya kazi huku na kule. Huku na kule. Sasa kule nikakataa, nikasema huko kwa mama mimi siendi, nitafanya kazi mahali pamoja. Sasa yule mama akaletwa huku. Akaanza kukaa huku sasa. Tukawa tunakaa sote. Sasa hapo pale miezi 2 ya kwanza yule alipoondoka haikukuwa na shida. Sasa huyo mama alipoletwa huku ndio sasa mashida ikaanza tena. Sasa kazi unafanyishwa, haupewi chakula, hao watu wanaenda wananunua chakula wanakuja wanakula. Ile siku unapika, ukiwapikia wanajua tayari unapika chakula yako, mchele na vegetable. Hiyo ndio chakula yako unastahili kukula. Mchele yao inapimangwa. Kama ni vikombe 2 ni vikombe 2. Kama ni kuku unakata vipande 4. Unapika ikiwa vipande 4. Ukipika ukipika unabeba na sufuria unaweka kwa meza. Haiwekwi kwa hot pot. Unawasafu, unapeleka na sufuria kwa meza na vijiko za kusafu kila kitu. Wakae wakule. Wakibakisha ni sawa. Wakisipobakisha hawataki kujua. Wanajua ulishapika chakula yako. Sasa hapo ndio kuna msichana mwingine Mkenya tulienda kuwatembelea huko, ndio alituintroduce kwa hii unga inaitangwa semolina. Semolina mnaipika ni kama sima. Mnapika inakaa kama tu sima, lakini haina taste ya sima. Ndio hiyo sio unga ile ya sima kama hii ya huku kwetu. Sasa ile ndio ilikuwa inatuokolea sana. Mnaitengeneza ile tu hiyo na supu ya vegetables, mnakula kama sima. Sasa tukasurvive hivyo mpaka sasa hii mwaka ya 4 mwezi wa 7. Mwezi wa 7 hapo ndio brother yangu alikufa. Lakini huyu msichana alipoondoka sasa huyu madam sana niuliza pesa, nilikuwa sipewi cash. Hata tukiwa nao wengine alikuwa apeani pesa cash. Nimwambie pesa kama unataka kutumana, kama unataka kutumana akae na hiyo pesa. Hataki kupatie pesa ukae na pesa. Huyo Mwarabu. Na si pesa ni yako, ndio unatafanya ni yako, lakini hatujawahi lipwa hivi. Ulipwe upatiane pesa yenye unataka kutuma, akutumanie hiyo pesa. Lakini sasa nilipoachwa na akajua sasa, ndio nilimwambia sasa mimi sitaongeza tena, hii mwaka nataka ni save pesa yenye nitaenda nayo nyumbani, nikafanye nini? Kama ni biashara, kama ni kitu yenye nitaenda kufanya nikirudi. Wewe hapo ndio sasa sijui alifikiria nini. Nakumbuka sana hiyo Januari sikutuma pesa juu Disemba nilikuwa nimetuma. Ni hapo ndio nikaanza kusave sasa. Ndio nilikuwa najua mwezi wa 8 ndio nitaondoka. Nikaanza kusave. Kama ni mwezi mmoja situmi, mwezi mwingine namwambia atuma tu pesa kidogo.
Hiyo ingine anaweka. Ananiambia hakuna shida, wewe ukianza kuondoka pesa yako nitakupatia yote. Nikamwambia ni sawa. Tukakaa mwezi wa 7 brother yangu alikufa. Brother yangu alipokufa ndio nikamwambia sasa juu nimebakisha mwezi moja. Sasa hii ni mwezi wa 7, tena ilikuwa inaelekea kuisha. Nilikuwa nimebakisha tu mwezi moja. Nikamwambia nimebakisha mwezi moja, so nipatie tu pesa na mnipatie ticket niende nyumbani nikazike bro. Akaniambia saa hii mzee wake alikuwa ameondoka, alikuwa amesafiri kidogo. Akaniambia saa hii mimi sina pesa na mzee ameondoka. Nikamwambia sasa si unaweza kumpigia simu. Juu hii ni shida na ninataka nikuwe kwa mazishi. Akaniambia hakuna pesa na hata kama ako hapa hiyo pesa ni nyingi sana hatuwezi kuipata kwa dakika hiyo venye umesema. Ni mpaka tuwe na mpangilio. Na ni yako. Na ni yangu. Nikamwambia ni sawa basi kama hutanipatia ticket niende nipatie pesa nitumane nyumbani ikasaidia kwa mazishi. Akaniuliza sasa wewe ni kuomba pesa. Nikamwambia sikuombi pesa yako, ni ile yangu. Ile yangu ya mshahara yenye uko nayo nitumanie kiasi fulani iende nyumbani ikasaidie. Akaniuliza kama ungekuwa huku hiyo pesa kwani hawangezikana huko? Nikamwambia ni sawa lakini niko huku na niko na pesa si kwamba sina. Kwa nini nisisaidie? Sasa hapo wakawa wananivunja moyo kabisa. Sasa hata ndio manza kazi ndio imezidi sana. Hawataki uone ukilia. Brother yako amekufa, uko mbali, hakuna venye unaweza kurudi nyumbani, umemapproach amekataa. Sasa nikashindwa nitafanya nini? Nikianza kulia wanakuja wote na mamake. Wanaanza kuniambia hata ukilia sasa unalia bure. Mtu amekufa na hawezi kufufuka. Nikamwambia lakini sasa si mnajua tu mimi nimemaliza tu contract. Si mnipatie tu ruhusa niende. Wakakataa kabisa. Sasa hapo ndio nikaanza kudemand pesa yangu. Nikamwambia basi mimi pesa yangu naitaka yote. Naitaka yote in full. Na sitaki pesa ibakie hata shilingi moja. Mnipatie pesa yangu, nijiwekee kama ninataka kufanya shopping, nifanye shopping, to next month mimi ninaondoka. Hapo ndio vita ilianza sasa. Hawataki kusikia. Hawataki kusikia mwanzo nikitaja mambo ya pesa. Sasa matusi sasa ikaanza hapo. Matusi saa zote natusiwa ni nini? Mama yake akibaki pale, tukibaki na yeye pale, anaongea ananiambia sasa wewe uliweka pesa kwani msichana wangu ni bank ati anakuwekea pesa. Sasa hii hana pesa, kama unataka hiyo pesa ni usubiri mpaka watakapopata hizo pesa. Tukakaa hiyo wiki moja ya kwanza, ya pili mzee akarudi. Mzee aliporudi nikamwambia. Sasa hiyo brother yako ashazikwa? Ashazikwa. Alikuwa ameshazikwa. Aliporudi. Nikamwambia sasa, si uliambiwa bibi yako amekwambia brother yangu alikufa. Akasema ameniambia ni pole sana, lakini sasa kama wameshazika hakuna uwezi ondoka. Nikamwambia ni sawa siwezi ondoka, lakini unajua imebakisha wiki 2. Imebakisha wiki 2 niondoke. Kwa hivyo mimi nataka pesa yangu yote. Mzee akasema ni sawa. Lakini sasa bibi ndiye alikuwa shida, bibi na mama yake. Na unajua watu wanakuanga kimoja. Bibi ndiye alikuwa shida kabisa. Nikamwambia sasa pesa yangu nataka yote, juu nataka kuondoka. After 2 weeks mimi sitaki kuongezea kitu kingine. Sasa sijui walienda wakaongea nini, mzee akakuja, akaniambia, "Sasa juu saa hii unataka kuondoka na tunataka kuleta msichana mwingine na uwezi kuondoka utuache hivyo." Bila msichana mwingine. Kwa nini ngoje msichana akuje ndio wewe uende? Utatuongezea kama ni miezi 2 ndio tufanye nini? Tuone kama tutapata msichana. Juu ile process itachukua miezi 3. Tukipata msichana wewe utaondoka na pesa yako yote tutakupatia. Unaona? Mzee akaniongelesha. Nikamwambia ni sawa. Ni sawa kama ni hivyo, lakini mwanzo mnilipe hizo pesa zangu. Hii miezi yenye mtaongezea haina shida. Hiyo patie pesa yangu yote. Ndio nimemaliza contract. Akaniambia ni sawa tutakupea. Si hizo wiki 2 zikaisha. Si nimemaliza contract. Nikaenda nikamapproach hiyo bibi. Njoo bwana si sana kumapproach. Nikamwambia sasa, njoo mzee alikuwa ameniambia pesa mtanipatia. Mnipatieni pesa yangu yote saa hii. Kama nitawasubiria mlete msichana ni sawa, lakini iwe mmenilipa. Akaniambia ni usubiri, pesa yako tutakupatia yote, hata kama msichana atakuja miezi 2 ama 3 tutakupatia yote.
Sasa tukakaa mwezi wa 9 ukaisha. Wa 10 sasa ikawa chakula ndio sipati chakula, nyumba hawafanyi shopping, hakuna kitu wanafanya. Si wanajua unaondoka. Hakuna kitu kwa ile nyumba. Wale wanakula wapi? Wananunua chakula. Na wakinunua chakula ni yake na watoto wake. Sasa ile huwezi kupakuliwa. Wanakuja wanakaa wanakula hivyo. Kama wakitaka tu jioni ni wanunue tu, wakinunua unaletewa shawarma. Kamoja tu hivi unaletewa, unaona mtoto anakuja anakupatia shawarma. Sasa nyumba haina chakula. Hizo kubusu umekula zimeisha kwa freezer hakuna. Ukimwambia asununue chakula anaenda ananunua mkate analeta, ananunua mikate 2. Wewe uendelee kukula tu mikate. Mkate na chai. Mwezi wa 10. Sasa hiyo mwezi wa 10 ilifika mahali wanaondoka wanaenda kule kwa mama yao. Wanaenda wanakula, wanakuwa akiulizwa kwani mfanyikazi wenu kwa nini hakuji huku? Wanasema ni mgonjwa. Kule kuna msichana ako huko ni Mkenya. Ananipigia simu ananiuliza, "Kwa nini huku kuja?" Nikamwambia mimi hakuna mtu aliniambia kwenye watu wanaenda. Kama walikuwa wanaenda safari zao siwezi kuwauliza mnaenda wapi. Akaniambia wako huku na wamemwambia mama wewe ni mgonjwa. Sasa nilikuwa nakujulia hali, nikamwambia mimi siko mgonjwa. Mimi niko sawa, njaa tu ndio niko nayo. Lakini mimi siko mgonjwa. Lakini nakula, unajua ukingonjeka dawa ni Panadol. Hakuna dawa nyingine unapeangwa, na wakikupeleka OC wanakupeleka wakiona kweli ya sasa hapa huwezi kuamka, huwezi kufanya kazi. Hapo ndio watakupeleka. Na wakikupeleka ukirudi, wakifungua mlango tu wakiingia, unaanza kuambiwa kazi, fanya hii, fanya hii, fanya hii. Hata hujaketi ukapumzika. Hata hiyo Panadol unapewa unameza, na saa hiyo anakuita anakuuliza kama umesikia vizuri. Hata bado haijayeyuka kwa mwili ndio umeimeza saa hiyo. Sasa nikakaa hivyo huo mwezi wa 10 nikaona hapana. Sasa nikaanza kueleza ule msichana hao watu wako na pesa yangu na wataki kunipa pesa. Na nimejaribu kuwaitisha. Ndio akaniambia, "Unajua hao watu ile chuki wako nayo na wewe saa hii, hiyo miezi 2 uliongeza, haungeongeza. Ungemaliza mwezi wa 8 na uondoke. Sasa wewe unawasubiria walete mfanyikazi mwingine wa nini na bado wanakutesa." Ndio nikamwambia sasa juu bwana ndiye aliniuliza na akaniuliza, sikutaka niwaondokee nikiwa niko na grudge na wao ama nini. Nilikuwa nataka tu niondoke vizuri bila shida yoyote. Nikamwambia sasa nimekaa hiyo miaka yote na mateso yote nimekaa nayo. Nikaona hakuna haja, wacha tu niwavumilie, lakini saa hii naona imezidi. Sasa wanakuja kuna mkaza mwana anakuja na wa huyo mama, wanakuja huku na wanakuja na wafanyikazi wao. Imagine mfanyikazi anaitwa huko anapewa chakula. Mimi niko jikoni ninafanya kazi na sipewi hiyo chakula. Sasa bahati nzuri nikipita tu nikampata yule msichana pale anaketi anakula. Unajua uruhusiwi kukaa huko kwa sitting room. Kwako ni jikoni. Huko ndio kwako. Sasa nilipomuona msichana akashtuka, akaniambia kuja tukule. Nikamwambia hata nimeshiba. Lakini nikajiuliza, kwa nini mbona kitambo walikuwa wakikuja tunapewa chakula sote tunakula kule kwa meza jikoni. Kwa nini siku hizi wakikuja anapewa vitu huko akule peke yake na mimi sipewi? Sasa nikamwelezea msichana, akaniambia wewe utauawa hapo, shauri yako. Kaa hapo ukingangania pesa. Sasa unaongea na yule mwenye mlikuwa na yeye, si huyu amekuja? Naongea na yule ako kwa mama. Okay. Yule ako kwa mama ndio naongea na yeye. Yule niliacha kama hajakuja. Okay. Sikusubiri juu sasa mateso ilizidi. Msichana akaniambia, sasa kama wamekataa na pesa, wewe wapatie chance nyingine moja. Waambie unataka pesa yako, ufanye nini, uondoke. Ndio niliwaita wakiwa wote, bwana na bibi. Nikawaongelesha hapo. Mama naye akasikia tukiongea akakuja wakakaa hapo wakiwa watatu. Nikawaambia mimi nataka pesa yangu. Na nimechoka na kazi, sasa hii siwezi kuendelea na kazi tena. Ndio hata nikamwambia hata mwili nasikia umechoka. Siwezi kazi. Sasa hapo ndio bibi alianza kuongea sasa. Akaniambia sasa wewe unataka pesa. Unafikiria mimi ni bank? Mimi nilikuwekea pesa yako ni sawa niko nayo, lakini saa hii sina pesa. Na kama unataka pesa yako ni ukae hapa mpaka ile siku tutapata pesa yako. Unajua sasa nilikuwa nimekataa kazi, sasa sifanyi kazi. Niko kwa room nimekaa. Nikamwambia nisitaki kazi. Hakuna kitu nitafanya. Mnipe pesa na ticket niondoke. Ati kama wewe hutaki hiyo kazi,
Ukae hapo mpaka ile siku tutapata pesa yako na ujue chakula hakuna, jua ufanyi kazi. Nikawauliza sasa. Wewe uliamua kukaa? Niliamua kukaa mpaka wapate msichana wa kazi. Lakini matezo nikaona imezidi. Sasa nikawauliza, na ni kwa nini na ni pesa yangu? Si pesa yenu ninawaitisha, ni pesa yangu. Mnipe ile pesa yangu ya mshahara. Si mngekuwa mmenilipa pesa yangu sasa tungekuwa tunasumbuana. Mnipatie tu pesa yangu. Ati nimesema ukae hapo mpaka ile siku tutapata hiyo pesa ndio tutakupatia pesa yako. Sasa nikauliza, sasa ni lini mtapata hiyo pesa? Ni lini? Akasema hata sisi hatujui, lakini hiyo pesa kwa pamoja hivi hatuwezi kukulipa. Okay. Lakini ninajua wako na pesa, si kwamba hawana. Pesa wako nayo. Na walikuwa wanataka kukulipa kwa nini? Ama walikuwa wanataka ukakae huko usimalize konti? Sasa ndio hiyo sikujua, sikutaka kujua. Sasa ukibaki na mama ndiye anaongea. Ati hiyo pesa unapewa ni pesa nyingi sana, ukienda kwenu utaenda kuifanyia nini hiyo pesa? Namwambia hiyo pesa si ni yangu, nimefanyia kazi. Sasa mbona sasa hii mnaiona ni nyingi? Ati hiyo pesa ikienda kwenu ni pesa nyingi sana. Utaenda kuifanyia kazi gani? Nikamwambia mimi si niko na mambo yangu ya kufanya na niko na familia. Pesa yangu nikiweka, si nilikuwa najua chenye nitaenda kufanyia huko nyumbani. Sasa mama anakuongelesha, sasa ni the following day mama ndiye ananiongelesha juu bibi na bwana wako wametoka wameenda. Sasa mama ndiye ananiongelesha kuniuliza hivyo. Ninajua ni vile tu wanaongeanga. Ukiona akiniongelesha, hiyo ni kitu yenye wameongea. Sasa nikamwambia, wewe waambie tu anipatie pesa yangu. Wakaniambia simfanyi kazi mwingine hajakuja. Nikamwambia aliniambia miezi 2 na huu ni mwezi wa 10. Unaenda kuisha. Na mimi mbona sipewi chakula? Hapo ndiye alianza, unataka upewe chakula, ukule unone, sijui nini. Sasa akaanza kuongea mambo mengi sana. Nikamwambia, sasa mateso nimepata ya kutosha. Mimi kazi sifanyi. Hakuna kitu, na usiniite unitume. Ulikuwa unaongea lugha gani huko sasa? English peke yake. Okay. English, lakini ile yao wajua si ile safi English yao. Lakini unaongea tu, unazoea ile yao tu. Unaongelesha venye wanaongeanga. Okay. Sasa nikamwambia wakija waambie mimi kazi sifanyi na nikikufia hapa mjue nimepeana habari nyumbani. Nikikufa ni nyinyi mmeniua. Juu pesa mnipatie niende na chakula mnipei. Nataka nikufe. Sasa tukakaa. Sasa hapo ndio nikaona kumeharibika. Sasa hiyo ni kwa mtoto wa yule mama. Niko kwa huyu msichana wake, mama alikuja. Msichana kwa ni huyu beshte yako ako kwa mama ya huyu mwenye amekuwa juu. Kwa mama baba sasa, kwa kina baba. Kwa kina baba. Kwa kina baba. Si huku kwa kina msichana kwa Sasa nikampigia simu, nikamwambia vile kumeenda kila kitu, akaniambia Lydia, wacha nikwambie. Hapo imefikia, tumesikia kesi nyingi za watu wakiitisha pesa zao wanauawa. Na venye wanaona hiyo pesa yako ni nyingi, ujue watakuua na hiyo itaishia hapo. Na mimi sitaki nianze kusema uliniambia. Mimi nakwambia, wewe waambie kama watakupatia pesa wakupee, kama wakupei wakupatie ticket. Sasa hapo ndio nilianza kufikiria sasa nitafanya nini, nitasaidika aje? Nikamwambia basi mnipee ticket niende. Wakasema sasa hiyo hawawezi kupata mandege, sijui kuna shida gani, sijui corona, mambo mengi. Sasa wakaanza kutwist. When was that? Nikawaambia ni mwezi wa 10. Ilikuwa ni mwezi wa 10 sasa nikiwaelezea hiyo. Sasa walipoanza kutwist nikawaambia hiyo pesa kama mnipatie nitawaachia. Mnipatie ticket. Mama akasema pesa hakuna. Nakumbuka ulinipigia. Sasa ndio hapo nikaanza kufikiria sasa nitasaidika aje? Juu hapa kumeharibika. Hao watu wanaweza kunimaliza dakika yoyote. Sijui itakuwa aje. Sasa ndio nikakupigia simu, nikakutext kwanza. Nikaona ureply, nikakupigia simu ukashika. Ukaniuliza si umeenda kwa agent? Nikakwambia agent wake ni anko yake. Agent wa huko ni anko yake. Nimekukumbuka sasa. Umekumbuka? Nikakwambia ni anko yake. Sasa hata nikienda huko hakuna usaidizi nitapata. Hakuna. Ukaniuliza huyo agent ni Mwarabu? Nikakwambia ni Mwarabu. Nakumbuka vizuri ulisema ukakata simu. Nikasema wewe Barodi sasa hizo kesi zimepewa nyingi, amechoka hiyo kichwa na hao Waarabu. Wakati nilipigiwa na watu sasa unajua kesi za huko zinakuwa ngumu sana because one ni kama kesi kama ya Merab. Uko na watoto tayari ba huko. Sasa hapo inaguzana either agent
ama embassy. Sasa utaanza wapi? Na huko hakuna embassy. Huku na huwezi toka tu uende embassy ati kuna huu mtu si wenu. So lazima ukuwe na explanation nzuri. Actually juzi ndio nimesikia CS wa Lepa wa nini walikuwa wamekuja huko kufanya survey na akanisikiza akiwa kwa radio nyingine. Akasema vile alienda kwa room akapata wamama wengi sana wako huko, wengi ni wa Kenya. Wamekwama. The reason is because alipotea ile nyumba alikuwa anafanya kazi. Sasa huwezi ruhusiwa kutoka immediately. Inabidi ufungue room iko hapo for around 3 or 4 months kabla wa process documents zako ndio urudi. So sasa alisikitika sana kuona wasichana wetu na wengi ni wa hapa kwanza Kiambu. Oi. Sasa huko so the issue was wewe hiyo kesi yako agent ni Mwarabu. Kwenye unakaa ni kwa Mwarabu. Sasa nikashindwa tutaanza wapi? Lakini Mungu alinielekeza tu nikampigia nikatext Mama Virginia kwanza. Kuna jamaa mwingine huwa niliona anasaidianga watu kutoka Iraq. Nikamtext pia. Naye hakureply. Nikampigia nikaona hashiki simu. Hai nikashindwa kwani Mungu umenisahau. Sasa nitakufa kweli. Kwanza nakumbuka ukini approach hata saa hizi nikakupatia hii simu yangu hii. Zile cases niko nazo za Bahrain, Saudi Arabia, Qatar, unashindwa utaanza na nani? Wengine wako hospitali hana documents. Sasa unashindwa kama hana documents utamsaidia aje? Anyway, sasa hapo ndio nilimpigia Mama Virginia kwanza nikamtext na hakujibu, nikaona ako busy, nikampigia. Kwanza nilimpigia akiwa live. Nilikasema wacha nimpigie sahi yako live. Juu huwa nina watch kila kitu hata kwenu kila kitu. Nikasema sahi wacha nipige simu juu watu walikuwa wanapiga simu. Nikasema mimi napiga simu lakini mimi sitaingia kwa hiyo inaendelea hapo. Alikuwa ameruhusu watu wapige simu. Alikuwa ameruhusu watu wapige simu live. Sasa mimi nikasema nitapiga simu na niombe msaada. Nikampigia simu. Mama akashika simu akaniuliza ni nani? Nikamwambia mimi nataka usaidizi, niko Bahrain na nimekwama huku na nataka kurudi nyumbani, huku siku nzuri. Akaniambia sasa huko hiyo inaenda aje? Sasa watu wakaanza kwa comment haraka, wakaanza kusema mconnect na Varudhi, wewe ndiye atamsaidia. Nakumbuka alinipigia, although some of these cases they are very sensitive to handle. Sana kwa sababu kitu inaguza embassy, you must be very careful. Otherwise hata wao wenyewe kuwafikia ni kazi. Because I remember I tried calling them. Huna response, uko na kesi kama 10 za huko. Alafu nilikuwa bado na Yamerab, you remember nilikuwa na Yamerab inaendelea. Alafu tena ndio imekuja hii ya huyu alikufia Saudi Arabia mwenye tumezika juzi Kitale. Hizo kesi huwezi handle zote at once. Na zote zinahitaji attention. Sasa mimi nilikuwa na mama aliposema tu nitampigia Varudhi tuongee. Nikajua nyinyi hata mama hujui wewe Varudhi nilimpigia kitambo. Huko sasa nisha connect kila kitu lakini mambo haiendi. Sasa nikasema kutatokea wengine hapo kwa live wenye wako Bahrain wanaweza wakaniokolea hata kama wataniondoa pale nisaidike nikiwa mahali pengine. Juu sasa nilikuwa nimeanza kuongopa kabisa. Ndio sasa mama akaliponiambia hivyo akaniambia tutaomba. The following day morning glory tukaomba na mama. Nikamuelezea venye iko, nikamwambia sijapata respond yoyote, hawajaniongelesha. Sasa hiyo wanatoka wanaenda, unaachwa hapo, ukufe na njaa, wataki kujua ulikula huku kula. Wanatoka wanaenda. Hakuna mtu atakuongelesha. Hakuna mtu atakuja akuulize umeshinda aje. Kwa room hakuna mtu atafika. Hata ukakufia huko, wao watashtuliwa tu na harufu huko. Hakuna mtu anataka kujua. Sasa after 2 days ndio huyu mzee alikuja. Akaniita. Akaniuliza. Akaniambia, "Unajua sisi hatuna pesa. Utazidi kukaa ama ukipata ticket utaenda." Uache pesa yako upewe ticket urudi. Ukipata pesa yako, yani ukipata ticket utaenda ama utakaa ngojee pesa yako. Ilikuwa pesa ya muda gani? Wajua ilikuwa ni mwezi mmoja situmi, nyingine natuma nusu. Sasa yote kwa pamoja ilikuwa 800, lakini pale kwa wakati wa mazishi alituma 100. Sasa ikawa kuongeza hii miezi 2 sasa nikawa niko na 700. Pesa ya huko ama ya huko? Pesa ya huko. Ya huko? Pesa ya huko. Okay. Hiyo unaweza jua ni kama pesa ngapi? Ni almost 200,000 na kitu kama rate iko sawa. Nilikuwa nimejipanga vizuri juu nilikuwa najua nikifika nyumbani nitafanya kitu ya maana. Kuna project zangu nilikuwa nimeanzisha. Nilikuwa najua nikifika tu ni kumalizia.
Alafu kama ni biashara niweke biashara yangu na nipumzike. Juu hiyo miaka nilikaa huko nilikuwa nasema sitaki kurudi tena kwa Mwarabu. Hata changamoto nikipata singeweza kukimbia. Juu huko nje nako pia ukiwa wewe ni kemboi, kuna shida ya huko pia ukipatana na hiyo shida. Alafu ujue wako na passport yako, wako na ile igama. Sasa ukitoka bila hii igama, ukishikwa na polisi unapelekwa polisi. Uwezi kutoka. Sasa wewe unakaa tu hapo kwa hiyo nyumba, uwezi kutoka, uwezi kwenda mahali. So amekuuliza kama unataka ticket nikupatie ticket na usigoje mshahara yako na uende ama utazidi kukungojea mshahara. Ngojea mshahara. Sasa nilimpigia mama tena. Nikamwambia venye wameniambia. Akaniambia na kama wamekubali kukuatia ticket na tulikuwa tunasumbuka tutakutoa huko aje. Kama hiyo pesa, kama ni pesa tu wewe waachie. Kama watakupatia ticket, wewe kuja nyumbani. Ni bora uhai wako, urudi ukiwa salama. Nikamwambia ni sawa. Lakini sasa hizi siku 2 ndio waondoke, aliondoka yeye na mamake. Hizo siku 2 za mwisho ndio wakienda awarudi. Sasa hakuna mtu anakuja, nimeachwa niko hapo. Waliacha wamenipatia, akitoka alinipatia juice. Kwanza aliniita. Akaniambia hapo kwa meza nimekuwekea juice. Kwa hivyo shuka chini utafute kitu ukule na ukunywe juice. Na anajua vizuri hakuna kitu ya kukula. Hakuna. Nikamwambia ni sawa, wakaenda. Mimi nilishuka tu jioni kitu saa 2. Nikasema wacha niende nitengeneze hata kama ni chai ya rangi. Nifanye nini nikunywe chai. Nikashuka, nikapata tu ile juice iko pale. Nikaona nayo ilikuwa ni ya maembe, hii maembe fresh. Nikaona nayo ni nzuri, nikasema tu acha nikunywe sababu niko na njaa. Nilikuwa na njaa kweli. Nikachukua ile juice, nikaifuta kaswip kamoja hivi. Nikasikia ni kama nimewashwa kwa mdomo. Nikaichema kwa sinki. Nikasema ni vile nimekaa sana bila kukula. Nikakunywa ingine. Nikasikia hapana. Hata kama ni juice hiyo nikaona haiendi. Nikaitema, nikaosha mdomo na nikaiweka tu hapo kando. Sasa nikakaa, nikatengeneza hiyo chai. Nikikunywa ile chai, nasikia ni kama mdomo unachomeka. Nikashindwa kwani imeenda aje. Nikasema hii juice sitaikunywa. Kifo inakutafuta. Kifo inanitafuta ukweli. Nikaimwaga ile juice, sikuikunywa tena, nikamwaga. Akili yangu hata hainiambii kwamba ile juice iko na kitu. Sasa nani kianza kukumbuka juice nilishamwaga. Nikalala. Nilipolala asubuhi yake nikiamka ndio nilipata mdomo wote umekuwa kidonda. Hata ukaona hivi, unaona black ndio hiyo kidonda ndio inapona. Nikikuja huku ilikuwa ni kidonda kabisa. Ilikuwa ni kidonda kabisa. Hata nilikuwa siwezi kukula kitu ya moto. Sasa mdomo wote ukakuwa kwa kidonda. Na nikasema, alafu nilisikia ninawashwa tu hapa. Sasa sikuimeza ile juice. Nafikiri ni ile tu iliteremka kidogo. Lakini kwanza niwashwa sana, nilishuka hiyo siku nikachukua maziwa kwa fridge. Maziwa ya watoto wake nikaikunywa. Nikakunywa glasi. Nikakunywa. Sasa nikiamka asubuhi mdomo wote ni kidonda. Nikasema na hapa kweli nilikuwa nikufe. Na kwa nini nilimwaga ile juice? Nikasema sasa nilimwaga, sasa hakuna otherwise. Nikakaa. Ndio sasa hiyo. Kwani unajilaumu? Sasa nimeanza kujilaumu. Na kama ni sumu na ningekufa, ingekuwa aje? Na kama kweli ni sumu, ile juice ningekuwa sijaimwaga, labda ingepelekwa iangaliwe kama iko na kitu. Lakini sasa saa ngapi na wapi? Sasa nikawa najiuliza hayo maswali. Nikasema sasa nilimwaga, sasa hakuna otherwise. Wacha tu nikae na niamini tu Mungu. Nikana kisa tumbo, nasikia tumbo sisikii kitu. Shida ni tu hapa na kwa mdomo. Sasa ndio ni 2 days walienda. Sasa hii siku ya pili ndio bwana alikuja usiku saa 3 ndio aliniita. Akaniambia hiyo mambo ya pesa niache, nikatiwe ticket niende. Sasa nilipomwelezea mama akaniambia kama wanakubali kukatia ticket na kukutoa huko ndio ilikuwa ni ngumu, afadhali uache wewe kuja. Sasa akaniambia, nikamwambia ni sawa. Wewe nipatie ticket mimi nirudi kwetu. Akaniambia sasa njitayarishe kesho nitakupeleka ukapimwe corona. Sasa tukalala hiyo siku. Asubuhi yake saa 5 akaniita akaniambia twende, tukaenda, nikapimwa corona tukarudi. Akaniambia sasa nitaprocess tiketi yako
na ikitoka kama nitapata ndege nitakwambia nimepata ndege ya lini. The following day saa 4 ndio alinitumia message. Akaniambia ile ndege imepatikana, ina connect Egypt alafu iende Kenya. Mimi nitakataa. Siwezi kukataa. Ni sasa kama imepatikana ndege na mlikuwa mmekataa, lakini bado niko na huzuni. Ninaumia rohoni. Kwa nini niache pesa yangu? Na nimechoka. Alafu nikikumbuka yani ile mateso umepata ukifanya ile kazi. Ile kuchoka umechoka ukifanya ile kazi. Alafu pesa ndio hiyo. Unaiachia mtu hivyo. So pesa uliacha hivyo? Pesa niliacha hivyo. Nilikuja nikafika hapo airport. Mom ndiye alinipatia hiyo pesa, fare ya kwenda kwetu. Kutoka airport kwenda kwenu? Kwenda kwetu. Mom ndiye alinipatia hiyo pesa. Okay. Sikukuwa na chochote, sikukuwa na pesa. Aliniambia ukifika wewe utaniambia. Nikafika nikamwambia mimi hiyo pesa sina ya kwenda nyumbani. Ndiye alinitumia akaniambia aenda nyumbani alafu utakuja tuonane. Ndio nilienda nikakaa hizo wiki 2. Ndio nikakuja kwa mama kumwambia ni asante kwa sababu alinisaidia. Na tukaomba na nikiwa huko pia alikuwa ananiombea sana. Alikuwa ananiombea. Sasa nilifika nyumbani hata nini wala nini. Sina. Nilifika hivi. Yaani umeenda umefanya kazi, umekaa miaka 4, umerudi bila kitu. Yaani hii miaka 3 ndio ninaweza kusema ile kitu nilifanya na hiyo pesa ninaiona. The last year. Hii mwaka ya 4 imepotelea hivyo. Na ndio nilikuwa nina save pesa yangu ya kuja kufanya vitu zangu sasa nyumbani nikirudi. Lakini hii miaka 3 ile kazi yenye nilifanya na hiyo pesa hiyo ninaiona. Ulikuwa umesign contract ya miaka 4? Miaka 2, alafu nikaongezea nyingine 2. Wajua ukiwa kule sometimes unaona tu ile shida ilikupeleka huko. Unasema hapa acha nijikaze tu at least nisiende kusumbuka nyumbani ama kusumbua watu nyumbani. Unaona? Unasema acha nifanye tu 1 2 3 at least nijipush nikiwa huko. Okay. Sasa hiyo ndio shida, watu wengi wanapitia shida huko. Ukifikiria shida yenye uliacha nyumbani, unajitolea tu acha tu nifanye kazi. Lakini unaweza acha shida Kenya uende shida nyingine huko. Bila kujua. Ni nini unafaa kufanya nini ndio usipatane na shida kama hizo? Sasa mimi chenye nimesoma kwa sasa. Ukienda ukifanyia Mwarabu kazi, usikubali akuwekee pesa. Usikubali. Juu nakumbuka kuna kesi nyingine nilisikia hivyo Saudi Arabia na huyo msichana aliuawa akiitisha pesa yake. Ukifanya kazi, mwambie nilipe mandri. Na kama hataki kukulipa, wengi ni kama hawataki ukae na pesa, sijui anaonanga unatoroka uende wapi. We pesa tumiwa, fungua account. Pesa mwambie kuwekea kwa account. Inakuja kabisa. Unawekewa kwa account. Ama kama kuna mtu wako unamtrust vizuri, wewe tumiwa pesa yako nyumbani wakubangie huku Kenya. Lakini usikubali kuweka. Hiyo nimeisoma kabisa. So what next? Unarudi huko ama utaenda Saudi Arabia sasa? Mimi sasa hii siwezi kurudi. Siwezi kurudi mahali. Siwezi kurudi kwa Mwarabu. Tena nayo miaka imeenda. Sasa ndio maana nilikuwa nang'ang'ana at least nikikuja nipumzike. So you now out of Arab countries. Now where to? Haujakuja na pesa? Sasa itabidi utafute kazi tena uende another whole and you at least upate pesa ya kufund projects zako. Sasa ni mpaka kama nitapata kazi, lakini nao mwili sasa bado nasikia niko na matatizo juu hata hii sikio moja isikii. Na bado kuna watu wengi wananiambia kwanza enda muone daktari uangaliwe kama hiyo kitu imekuaffect kwa ndani. Unaweza kuwa kuna kitu imekuaffect. Sasa acha daktari kwanza kwa sababu umefanywa deliverance ndio maana nilikuwa natafuta pasta juu na kuna kitu sikukwambia katika ile miaka 2 yenye tulikuwa tunapigana na hao mashetani huko nilikuja ilikuwa wakati wa baridi sana na nilikuwa ninavaa pajama na unavaa sweta na unajifunika. Kwanza mimi nilikuwa najifunika. Sasa siku moja nikiamka asubuhi nilipata nimechanjwa hapa hivi. Chanjo 2 zinatoshana kabisa na zilikuwa fresh juu ndamu ulikuwa unaona venye imetokelezea. Chanjo 2. Nikamwita huyo msichana asubuhi, nikamwambia, "Mbona nimechanjwa?" Umechanjwa ukiwa umelala? Ikiwa nimelala. Nikamwambia, "Na mbona nimechanjwa?" Akaniambia uongo. "Umechanjwa nini? Wewe ni kujikuna umejikuna." Kudungwa sindano that is. Hapana, ile ya kukata hivi kama umekatwa na wembe. 2 hapa.
Nikamuuliza, nitakuwaje nikujikuna na ionyeshi kama nikujikuna sinakuwa refu. Hizi zinatoshana kabisa mbili. Unaona ni fresh kabisa. Unaona ndamu kabisa venye natokelezea. Akaniambia hapana, hii haiwezi kuwa ni kuchanjwa. Kukatwa. Kama umekatwa na wembe mbili. Chanjo mbili hapa hivi. Akaniambia hivyo, nikamwambia sawa, mimi ninajua mimi sikujikuna. Na sijui imetokea aje na sikusikia. Akaniambia hivyo. After 2 days na yeye akaamka akapata na yeye pia amechanjwa na yake ilikuwa hapa. Yake ilikuwa hapa. Nikamwambia saa hii sasa wewe ni kujikuna umejikuna. Si uliniambia hivyo. Sasa yako imetokelezea wapi? Nakumbuka vizuri hiyo siku alifast. Hiyo siku hakukula. Alifast akampigia mama yake wakaomba sana. Mama akaombea na huku nyumbani mama akaita watu wakaomba juu ya hiyo kitu. Sasa ndio mimi huwa naonanga juu zile mambo alikuwa anatuambianga pale, unaambiwa usipofanya kazi vizuri hii pesa huyo ni mama yake sasa, mama yake huyo msichana. Usipofanyia msichana wangu kazi vizuri, hii pesa nitaitupa kwa bahari na haitakusaidia kitu. So msichana wake naye anakuambia nyinyi nitawaonyesha, mtaona venye nitawafanyia wakati wa usoni, yani ni future. Mtaona venye nitawafanyia. Sasa tukikaa tunaulizana, haya ni maneno gani wao wanatuambianga? Na ni kitu gani hiyo atatufanyia? Okay. So, haujafanya deliverance so far? Bado. Okay, utaongea na Pastor Ngaruya nione vile ata kushughulikia. Maana nilikuwa nimemguzia kidogo. Because I think bila deliverance hata hivyo nasikia ni kama maisha yangu imeshikwa. Yaani sioni nikiwa na breakthrough kabisa. Through deliverance kila kitu itakuwa sawa. Si ndio? Sawa. So wale watu wanapenda kwenda. Hatusemi msiende, kuenda ni vizuri kwa sababu umeenda kutafuta pesa. Umeenda kutafuta pesa, but be very careful. And especially after nafikiri hizi mashida mingi hupatikana mtu aki-extend nini ile duration alikuwa akae. Ni kama wanakuzoea sometimes, ni kama wanakuzoea, wana take advantage. Kama mimi naona wali take advantage yangu. Sasa wanakuambia sasa wewe unaenda, wewe si msichana mdogo. Hiyo pesa yote unaenda kufanyia nini? Nawaambia mimi si niko na familia. Nikikuja huku si nilikuwa najua nakuja kufanya nini. Kama kuna mtu anataka kwenda hizo inchi za Waarabuni. Ni aende, huwezi kuambia mtu asiende. Okay. Lakini ujue wale Waarabu mwanzo saa hii inaelekea ni Ramadhani. Uwe uko makini, uwe muombaji sana ukienda kwa Mwarabu. Njoo kule watu wanaishi tu sababu ya Mungu. Ni Mungu tu. Mtu awe ni muombaji sana. Na kwanza ukae na wenye wameenda huko wakueleze. Alafu kazi ya Mwarabu usiende kwa Uarabu kama hauna information. Kabisa. Kwanza ulizia zile challenges unaweza patana nazo, how to handle the challenges. Ndio usiende useme unataka kurudi na ndio umefika. Na kazi ya Mwarabu uambiwe, kazi ya Mwarabu ukiamka 5, mwanzo kama unakaa na yeye pale kwa nyumba, ujue ndio hautakaa hata kidogo. Kwa hivyo ukienda huko ujue kazi kwa Mwarabu utasimama mpaka hiyo miguu ifure. Mwanzo hivyo wanaelekea Ramadhani. Kwa hivyo ukienda ukifanyishwa kazi na Mwarabu, ujue Mwarabu yeye chake anajua ni kazi. Atakaki kujua umechoka ama hujachoka. Jua anakulipa. Jua anakulipa. Anakulipa. Unaosha mpaka ukuta. Unasikianga huko wanaitananga timu ya mama. Choo ya Mwarabu inasuguliangwa kuliko hizo room zingine. My mom. Timu ya mama. Choo ya Mwarabu inasuguliwa sana. Anyway. So umesema sasa itabidi utafute kazi nyingine. Itabidi nitafute kazi, lakini kwanza huo mwili venye nasikia kwa saa hii siwezi, lakini itabidi nitafute kazi. Wewe kwanza fanya deliverance. Ukifanya deliverance, then from there Mungu atu direct. Na atakuonyesha njia zako kwanza zifunguke, maana sasa hata ukiweka biashara utapata bado kuna ile stagnancy, yani labda yule mtu alisema hautaiendelea, hautaipata kazi kwingine. So kwanza ufanywe deliverance na alafu the rest ianze kutoka hapo, sawa? Ianze kutoka hapo ndio nilikuwa niko na hizo plans za biashara. Nilikuwa nimetengeneza duka ya kuweka cereals. Na nilikuwa nianze kulea kuku. Nyumba nilikuwa nimeitengeneza tayari. So namba yako ya simu?
0722 23 49 57. Once again. 0722 23 49 57. Yeah. Okay, thank you. Najua kuna watu wengi sana wataongea na wewe. Unajua ni vizuri pia uwafungue macho. Kabisa. Yeah. As we go ahead and do deliverance, ndio tuone vile Mungu anataka. Sawa sawa. Thank you so much. Na asante kwa kufunguka na kutaka watu wajue ukweli. Ndio watu wasiambiwe watu wasiende, lakini vizuri wajue ukienda the challenges zenye utapatana nazo na how to handle the challenges na before uamue kwenda, because kama ulichagua agent Mwarabu kwa nini? Ndio Mwarabu wa huko ndio aliconnect na huyu wa Kenya huko. Pia huyu alikuwa Mwarabu. Huyu alikuwa Mkenya. Okay. Lakini yeye sasa alikuwa anatumia huyo kupeleka wasichana. Kwa hivyo ukienda huko hauna contact ya huyu, uko na Mwarabu wa huko. Uko na zote, lakini huku Kenya uko kwa hiyo situation, hata ukipiga simu huku atampigia yule. So hawezi kukusaidia bila yule. Okay. Lazima ataconnect. Yule ndio ako karibu na wewe. Yule ndio ako karibu na wewe. Atataka kujua ni nini. All right. Yeah. So, murali wa Farodhi wa TV, thank you so much. Ni ndio hili tu manalio na mudogo wetu Lydia Makao na I think the first process ni deliverance and then kuma how to koro tukimenya ningene atia na no wega muciari ugitikirie mwana waku guthie njana ku ukamenyaga challenges iria ikoragwo kuo ukundu kuingi ku kwega no ni ona no igwa miaka 3 yari sawa ntigane maundu macio ma ungoma na ki no mwaka wa mwisho niguo tunyombe no ndiga kindu kimwe make sure mwana waku onathie na ku ndakage kurihwo mushara wa mwisho wa mweri aterwo aigirwo thina rokira wa kuigirwo so tie kwenda kuigirwo mushara waku ikara naguo na turijo hiyo no ko kwi mundu wi ku aumire urandekirwo na ringi ni mugikoyo ori na ni ekuona video no ori ndukende kuigirwo mbeca tu hau no thina munene uroka. So tugetiri hano wego make sure no subscribe thini wa channel eno nigetha wo subscribe o like no join na no utige comment yaku nigetha higo cio turathie live leo gakoragwo ri party ya andu aria maratwirorera ndoga ukuhe namba irio gwenda hure ukienda broti kure kwa Golden Dreams Lands and Properties Limited turorete kuhinga Faraja Gardens Phase 4 uguo no wega tutanahinga Faraja Gardens Phase 4 Saturday no day cini guturahinga oguo ni wega ukorwo na namba citu etia mafu book ira mundu waku athie kone nigatugutirihe wina mugunda kuria gwa Faraja Gardens Phase 4 namba ni 0729 870 872 kana hiyo ni ya director kana yako 0798 008 008 008 008 ukienda kuigithia kule kwa Golden Dream Lands and Properties Limited thini wa project ino turatiriha ya Faraja Gardens Phase 4 tukiuga tutirihe the next weekend tukwaria horo wigie issuance ya title deed ya Matuka Tutu Gardens na ciakorwo ciumite by likely 10 or 15 tohoto wakona igogona mweri 18 kana mweri 17 mweri wa December ria kuheana title deeds icio ndagukunyira ndigitikiritio uko ngigukunyira but for now ndagukunyira Tugira December mwirori wa Farodhi wa TV na we ni we wega December ina maundu maingi muno makiria na ria na maundu maingi tuina offer turakurehera ya Farodhi Studios Photography offer kari muno makiria ya Jamhuri offer ira turoiga ni early Christmas na turakuhe thiguku ya gatene thiini wa Jamhuri offer na niguo tuko twikumenyithia maundu o ria meko maikaire no ni wega hihi nguhutiria offer no irambiriria tariki 1 irambiriria tariki 3 mweri wa December 3rd December offer no irambiriria ri ira ni offer ngwiciria imwe iria ungienda muno makiria tondu ni offer package to ya gucokia ngatho kuri customer itore maigithitie na ithui customer aria mana tuteithiriria customer aria magurite migunda customer aria makoretwo na makihurwo bica ni package ya gucokeria ngatho na koguo igukorwo ri package ya ciringi 200 kuri mundu wothe urenda bica na turaheanaga ciringi 200 kuri family peke yake riu package ino era revolve kuri andu othe aria mekwenda bica no ngagwire a minimum of 10 photos no offer ne ya ciringi 200 kuri package yo yothe kuri andu mendaga special package hita ya baby bumps igako involved na maundu maingi kana birthday igako involved na maundu maingi iyo no hure thimo utaririo
ona icio cio to discountete ugungiheo that special package na hihi birthday to ne kinvolve maundu maingi na baby bumps ona ko kuheo offer iga iguru ni ukuhota kuheo discount ya kihinda giki gia thiguku no kuri mundu ungi wothe urenda mbica tuigane shilingi 200 a minimum of 10 photos na nigetha ukorwo ri party ya dole mara celebrate na ithui mweri wa Christmas tugigotuga tondu ona we witu ukuhura na beliko 0718 4433 ndijo mundu gucokia uri baruthi andu aria mamurowera video mweri wa December na live streaming mutiko mahe discount kwina discount yanyu handu hothe hena discount we wahura na be ya 0718 4433 ni gukorwo kiheo discount iria kwagirire mahinda-ini maya ma thiguku na ni discount ine nai we igongona riothe ungikona rio hiki ria launch ya CD magongona ma muthoni kurashia kuhanda ithigi kutinia kiande ona kana igongona riothe ria live stream no ko wina graduation igongona ringi riothe tukuhura mbica twike live streaming na tukuere video ukire gwikane kuhura 0718 4433 ungenda gutusherera hihi urenda kubuku werwo hiki ne ithui kana ukahurirwo mbica ne ithui hiki ugutukora ha iyo na kuri uguka kuhurirwo mbica icio turauga ciena offer ugutukora ha thutha wa Shujaa Mall Associate Estate Gate C house number 377 tuli hakuhe muno na B Center Mama Lucy Hospital udumwa na Greenspan Estate 0718 443333. Thank you so much and God bless you. Golden Dreams Land and Properties Limited. Faraja Gardens Phase 3. Nethiru. Riu ureheirwo Faraja Gardens Phase 4. Dakika 10 kuma Watu Town Kivandini Masinga Bypass. Broti ici ni cia 50 by 100. Thogora ni 200,000. Deposit 50,000. Balance urehe na mieri 6. Wagura cash ni 190,000. Marĩhi maya ni marogamirire nginya title. Irigicĩirio ni Matu Level 4 Hospital. Borithi ya Matu. Kanitha Mashukuru wavici ya Governor Masherere Ruiru Town BD House 3rd floor. Vimone 0729 870 822 kana 0798 008 008. Golden Dreams Land and Properties Limited. Your home, your comfort.